Mpe Yesu makofi na vigelegele. Sema amina. Salimia mwenzako, mwambie karibu mheshimiwa. Mwambie karibu honorable. Honorable. Sema amen. Hawa ni mahonorable wote. Pigia Yesu makofi ya baraka. Kisha salimia mwenzako, mwambie karibu kwa kiti chako cha muujiza. And may the Lord bless you. Tuko pale, sema amina. Salimia mwenzako, mwambie mimi naenda bali sana. Amesikia kweli, mwambie naenda bali sana. Sema amen. Na Mungu akisema unaenda bali, haijalishi milima, haijalishi maandui, haijalishi visuizi, hakuna kile kitasuia Mungu akufikishe kule amekusudia. Sema amen. Mpe Yesu makofi mazuri. Wewe ni mgeni siku ya kwanza, inua mkono tu tufanyie hivi peke yake. Inua kabisa. Mwingine. Aya, ero. Mwingine inua mkono. Mgeni siku ya kwanza tu. Mama na brother hapa. God bless you. Sijui tupatie mmoja nafasi ya tusalimie. Tupatie mama ama kijana. Wote. Sawa. Chukua tu microphone pande hiyo iko hapo. Utusalimie. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Upande wa majina naitwa Elijah Mugambi. Nimetoka Adwetwe Kiongo. Mimi ni Mmeru. Kutoka Sunday ya leo kuenda mbele tuko na nyinyi katika jina la Yesu. Mungu awabariki. Hujatuambia kama umeokoka. Elijah, ni Elijah. Hujatuambia kama umeokoka ama umekuja kuokoka leo. Nimeokoka, Kristo ni ndani ya maisha yangu. Kutoka leo tutakuwa na nyinyi mpaka siku ya mwisho. Wewe patie Elijah microphone. Mbona unanyang'anya Elijah microphone? Elijah, chukua microphone. Nairobi uko pande gani wakati uko Nairobi? Uko area huko Niko hii area ya Majengo. Nani amekuleta huku? Nani amekuonyesha kanisa? Brother nya. Ndiye amekuleta. Pigia Stephen makofi mazuri. God bless you. Thank you. Asante. Asante, karibu sana. Mwambie karibu Elijah. God bless you. Misangai yango sora. Simuzeme imeni hii misangai mnanyamaza. Agisara Paulo. Aidialo okorongoro na manya. Sawa, endelea tu mama. Misangai yango sora. Agisara Paulo. Aidialo okorongoro na manya. Roho Mtakatifu anawatafsiria hiyo. Mimi nafikiria Roho wa Mungu mnasikia ikiwa Kiswahili. Misangai yango sora. Aye werasan diale korongoro. Wamezima sote. Nandarwa lorubego nangara norore ilangai. Leta maiki moja hapa. Na Gisara Paulo. Nanda hanka yanga ilibrage. Amunya na ranasa aida. Narumo ya ranasa. Isanga yango suru. Araranga ranga na Yesu. Anasikia Kiswahili kweli? Anasikia ni kuongea ongei? Wewe Neema, anasikia Kiswahili ni kuongea hawezi ongea? Lakini kusikia anasikia. Sawa, hiyo ndio mzuri sana. Lakini Tanzania, mimi nafikiria Tanzania yote inasikia Kiswahili. Wamasai, hiyo ndio ameita gorogoro, mimi nasikia.
Gologolo nafikiria ni kusema Yesu asifiwe. Wale wako huko Kiswahili kwao kabisa. Kwa ng'ombe kabisa. Pigia mama makofi mazuri. Lakini nimeambiwa anasikia. Kusikia anasikia. Kuongea hawezi lakini kusikia anasikia. Yes, God bless you. God bless you. God bless you. That's good. Hiyo ni mzuri sana. Simama Charity utusalimie. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Eunice Karambu, nimeokoka. Yesu Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Bwana asifiwe. Baki na imani ya Bwana. Amen. Pigie makofi mazuri. Patia kiongozi wa kwaya microphone ya tusalimie, maana hakutuambia kwaya iko wapi. Tusalimie tu, imepitwa na wakati. Bwana asifiwe. Amen. Asifiwe Yesu. Kwa majina ni Margaret Leseto. Naomba wanakwaya wote wabaki. Leo. God bless you. Asante sana. May the Lord bless you. Tumekuwa na muda mzuri. Sunday sikuwa pamoja nanyi. Tulikuwa na conference Mombasa ambayo imekuwa nzuri sana. Tukatoka Mombasa tukaelekea mpaka kule Mwingi, Seikuru, kunaitwa Seikuru. Tumekuwa kule, nimekuja usiku na sababu mkutano ilikuwa inaisha leo jioni, lakini nikaona si vyema nikose Sunday mbili. Nikasema wacha nikuje tu hata na hiyo masaa nihakikishe kwamba niko hapa. Bwana Yesu apewe sifa. Tumekuwa na muda mzuri sana kule Mombasa. Tumeona Mungu kiwango cha ajabu sana. Naamini wale mlitufuatilia kwa Facebook yetu, tulikuwa live kwa Facebook yetu. Naamini kwamba mlikuwa mnatutazama. Bwana Yesu ainuliwe. Na Mungu amefanya kazi kubwa sana. Sema amen. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa sababu hiyo kazi ya Ukambani na hiyo kazi ya Mombasa. Jina la Bwana libarikiwe. Sema amen. Na nyinyi mlikuwaje Jumapili? Mlikuwa vizuri? Nani aliwahubiria? Pastor Wycliffe. Hakuwatetesha? Hakuwatukana? Nilikuwa nangojea mastaka. Bwana apewe sifa. Lakini nimesikia hakuna. Hivyo tunashukuru Mungu kwa sababu ya kazi hiyo Pastor Wycliffe alifanya. Tulikuwa tuwe na yule kuwa na wana kwa nyumba ambao wanaweza peleka bila inafaa ni vizuri zaidi kuliko kutegemea mtu wa nje ama mgeni. Sema amen. Salimia mtu, mwambie hata wewe inuliwa. Wacha kukaa tu, inuliwa. Si mpaka uwe pastor ndio uhubiri. Kwani ni mapasta walitumwa kuhubiri? Kila muumini si ametumwa aende akahubiri? Unajua ni shida, kila watu wakiona mtu akihubiri wanamuita pastor. Lakini kila muumini ametumwa aende akahubiri. Nendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu. Mwanamke huyu Yesu alikutana naye kwa kisima, hakuwa mhubiri, lakini aliingia Samaria akawaambia John muone. Na maandiko yanasema watu wa Samaria wote wakaokoka. Salimia mtu, mwambie anza kuhubiria majirani. You are a preacher. Ni wewe haujui? Wewe ni mhubiri. Anza kuhubiria mtu. Mtu akija kununua kwa duka yako, unamwambia neno moja la ufalme. Mkikutana na rafiki unamueleza habari za ufalme. Mkikutana na mtu unamueleza. Tuko pale, sema amen. Sababu wewe ni mhubiri. Tulikuwa tukishiriki neno hapa asubuhi katika 1 Peter 3.
inayosema mienendo yenyu yenyewe wacha ihubiri bila kunena. Mienendo yenyewe iongee, iwavute watu kwa Mungu. Bila injili, mwenendo wako unaweza ukavuta watu kwa injili. Sema amen. Huyu ambaye ameleta huyu Elia Mugambi, huyu tulikuwa naye samani miaka mingi, nikamwacha kule, lakini ni kama alikaa tu akiniangalia kama nitarudi kujiunga naye, akaona sirundi. Sasa unaona Mungu ni mwema, alikuja kujiunga na mimi. Bwana apewe sifa. Sasa hii ndio kitu unafaa kujua katika maisha. Huyo Stephen tumekuwa naye kutoka Ushago, tukakuja tukakaa Nairobi hiyo miaka. Sasa mimi nikaacha hiyo, nikakuja kwa wokovu, nikaamua. Baada ya miaka mingi amekuwa akinitazama mpaka mwisho akaona hii ni serious, hii kumbe kweli inawezekana. Maana vituko hakuna ile hatujafanya na huyu. Bwana apewe sifa. Sasa akajua kumbe hapana, na unamuona sasa ndiye huyu amekuja. Na wewe si watu wakuangalie mpaka wavutwe na mwenendo wako. Wakuangalie mpaka wavutwe na mwenendo wako, mpaka wakuje wafuate Mungu. Si Bible wamesoma, wewe mwenyewe ni Biblia. Salimia mtu, mwambie wewe mwenyewe ni Biblia. Si Bible inasema sisi ni barua ya kusomwa na watu wengi. Ndiposa kila kitu unafaa kufanya vizuri ukijua watu wanakusoma. Kweli na wale wa nje ndio wanajuanga. Sisi hatujuangi sana. Sisi unaweza tudanganya. Lakini kule nje wanajua. Sema amen. May the Lord bless you. 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 Ningetaka nikuongoze kutoa fungu za 10 na sadaka zetu kwa madhabahu 1 2. Na Bwana akakubariki kwa jina la Yesu Kristo. Niweke mstari hapa kama inaweza. Kama itaweza nisomewe Genesis chapter 28 verse 22, ninapoongea habari ya fungu za 10. We thank you, Jesus. And this stone that I have set up as a pillar will be God's house. And of all that you give me, I will give you a tithe. Huyu ni Yakobo anaweka nadhiri. Saa hiyo ni masikini, ana kitu. Anakibishwa na Esau ndugu yake. Akamwambia, Bwana, ili jiwe litakuwa nyumba yako, na kule ninaenda chochote utanipa nitakutolea fungu la 10. Yakobo ni masikini, lakini akaweka nadhiri na Mungu. Akirundi kwa lile jiwe, alikuwa na ngamia, alikuwa tajiri, alikuwa na ng'ombe. Usicheze na fungu za 10. Inasema Malakai itafungua madirisha ya biguni na itakemea muharibifu kwa maisha yako. Sema amen. Hii ni kitu ambacho unafaa Mungu akusaidie uaminike katika hii. Fungu la 10 ni nini? Ni sehemu ya 10 ya faida yote Mungu ameweka kwa mikono yako. Sehemu ya 10. Ikiwa Mungu amekubariki na 10,000 kwa wiki, 1000 inaitwa takatifu ya Mungu. Na zamani fungu za 10 maana zilikuwa ni ng'ombe, ilikuwa ikihesabiwa hivi. Hata wazee hao walikuwa wanatumia hesabu. Ng'ombe zinapoingia inahesabiwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya 10 inawekwa kando, ni takatifu ya Bwana. Sema amen. Hivyo ndivyo fungu za 10 zilitolewa. Na hii ni jambo la kiroho. Napenda kukwambia, Ibrahimu ametoa fungu la 10 kabla ya Musa kuandika Bible. Yakobo ametoa fungu la 10 kabla
ya Biblia kuandikwa sasa ni jambo la kiroho, si la New Testament ama Old Testament. Watu waliokuwa connected na roho wa Mungu walijua kuna kitu kinaitwa fungu la 10 kabla ya Bible kuandikwa. Sema amen. Baba, nakushukuru kwa bahasha mikononi mwangu. Kuna mtu anatafuta kutenda neno hili na kuaminika. Naomba rehema zako juu yake, asikaukiwe, asing'ang'ane, madirisha ya biguni yafunguliwe, kusiwe mharibifu kwa maisha yake. Tafuta mtu hapa Bwana ambaye analilia kuaminika, mtajirishe kwa utukufu wa jina lako. Chukua bahasha ndio hizi, inua mkono wako upewe kwa mbio. Asha mwingine saidia, ya asha mwingine saidia, amka. Oh Yesu, ile namba iko kwa skrini haiwishi inaonekana. Endelea tu. Haleluya. Bwana Yesu, Bwana Yesu, kimbilio langu ni wewe Bwana, tumaini langu liko kwako Yawe. Umenipa uwezo, sina Bwana mwingine ila wewe. Umenipa uwezo, sina Bwana mwingine ila wewe. Oh, wewe ndiwe msaada wangu. Sema wewe ndiwe Baba ya msaada wangu. Sema wewe ndiwe Baba yangu, msaada wangu. Sema tena wewe ndiwe Baba yangu, msaada wangu wa karibu. Kuna namba pale kwa skrini, unaweza ukaitumia kutoa sadaka yako. Hii imeandikwa M-Pesa namba hapo 0723023800. Haleluya, haleluya. Oh Baba, ulinipia Mwokozi wangu, dhambi zangu zote ukazibeba. Sijapata mwingine dunia
kuomba Sasa nakuomba lifuate neno hili nipate neno hili litimie litimie kwa maisha yangu. kwa maisha yangu. Niondolee mharibifu, Niondolee mharibifu, nifungulie nifungulie madirisha ya mbinguni madirisha kwa mbinguni jina la Yesu. kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, Bwana Yesu, kila ukinibariki, kila ukinibariki, kila ukinibariki, kila ukinibariki utakuwa na sehemu utakuwa na sehemu kwa fedha yangu. kwa fedha yangu. Baba, nakushukuru kwa watoto wako hawa. Inua mmoja, inua wawili, inua watano, inua 10 Bwana. Uonyeshe kwamba una nguvu ya kubadilisha. Inua mtu ambaye atasema niliaminika kwa fungu la 10, Mungu akanibariki. Nami Bwana natuma neema, natuma miujiza, natuma pesa, natuma kibali. Hawatakosa, hawatakaukiwa, hawatang'ang'ana. Kwa jina la Yesu tumeomba, tuseme amina. Amina. Weka bahasha yako hapo, kikapu ya sadaka. Baba, nakushukuru kwa sadaka. Kila mmoja shika sadaka yako na ibarikisha mbele za Bwana, ipate neema na kibali kwa jina la Yesu Kristo. Asante. Nakuinua, nakuinua, oh Baba, milele milele nitakuimbia kwa yote umenitendea Baba, nakusifu milele 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 daima Bwana wangu, milele 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 daima Bwana wangu. Oh, wewe ndiwe, wewe ndiwe Baba yangu, Bwana wangu. Wewe ndiwe Baba, msaada wangu, msaada wangu. Sema tena wewe ndiwe Baba yangu, msaada wangu. Wewe ndiwe Bwana, wewe ndiwe Baba yangu, msaada wangu, msaada wangu. Wewe ndiwe Baba yangu, msaada wangu wa karibu. Nakuinua, nakuinua, oh Baba, ulinipia Mwokozi wangu, dhambi zangu zote ukazibeba, sijapata mwingine dunia yote kama wewe Yahweh, sijapata mwingine kama wewe dunia yote kama wewe Yahweh, sijapata mwingine wa upendo kama Yahweh dunia yote kama wewe Yahweh. Amen. Pokea sifa Yesu. May the Lord bless you. Tunaposhiriki ule ujumbe tunaita ujumbe wa siku ya leo tunauita making an appeal. Making an appeal ama kukata rufaa. Sema kukata rufaa. Kukata rufaa. Kukata rufaa. Yes. Sema amen. Amen. Requesting a higher authority Yes. to review and change
a previous decision. Sema amen. Amen. Ndio inaitwa kukata rufaa. Yes. Kukata rufaa ni kuomba mamlaka yaliyo juu zaidi Amen. yabadilishe kesi ambayo ilikatwa kwa maisha yako. Sema amen. Amen. Na hiyo ndio tunaenda Yes. kuita Supreme Court ya biguni Amen. ibadilishe kesi yoyote walikata katika maisha yako. Amen. Sema amen. Amina. Tutakaribia kiti cha rehema cha Mungu. Yes. Tubadilishe mambo. Bwana apewe sifa. Amina. Mahali walikuonea na Yes. hata kama ilikuwa ni kweli, Amen. tutabadilisha. Abia mtu tutabadilisha. Tutabadilisha. Hata kama ulikuwa na makosa, Yes. kuna kiti kinaitwa cha rehema cha Mungu. Amina. Anaweza akakuondolea hiyo mashtaka na akasema uko huru, enda sako. Amina. Kulikuwa mwanamke amefumaniwa kwa dhambi ya usinzi, Aha. na wanaume wakakuja na mawe wamebeba, Yes. wakisema kulingana na Musa, huyu mama anafaa apigwe mawe afe. Afe. Yesu akasema yule hajafanya dhambi katikati yenu awe wa kwanza kumupiga kwa mawe. Amen. Sema amina. Amina. Yesu akainama chini akaanza kuandika. Wale watu wakabaki wakajioji ndani ya mioyo yao. Aha. Kila mmoja akakumbuka, juzi nilitukana mtu, juzi hiyo ingine nililala kwa jirani, Aha. juzi hiyo ingine nilisema uongo, Kweli. juzi hiyo ingine hata mimi sasa nafaa kufa. Aha. Sema haleluya. Haleluya. Kila mmoja akaondoka akaenda zake. Aha. Yesu alipoamuka akamuuliza, wako wapi wastaki wako? Bwana apewe sifa. Amen. Mama akamwambia wameondoka. Yesu akamwambia hata mimi sitakustaki, Ndio. enenda zako na usirudie dhambi yako tena. Amen. Bwana apewe sifa. Amina. Leo tumekuja tukate rufaa, Amen. tukuondolee kesi ile walikata na wakakuhukumia umasikini, wakakuhukumia kuhangaika, wakakuhukumia kutokalisha ndoa. Leo tunabadilisha hizo vitu. Amen. Sema amina. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Sababu kuna Supreme Court hapa ya mbinguni Amen. iliyo na uwezo wa kuchange vitu. Ndio. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Bwana apewe sifa. Amen. Na tunaangalia maneno katika Numbers. Pastor Wycliffe, wachana na mambo ya kuandika kutoka zaidi uliandika. We soma Biblia. Yes. 27 ya Numbers kwa haraka. Kitabu cha Hesabu 27 Inasemaje? kuanzia kwenyewe. Inasema wakati huo wakakaribia au binti za Zelofehadi, Wakati ule wakakaribia binti wa Zelofehadi mwana wa Heferi, mwana wa Gileadi, mwana wa Makiri, mwana wa Manase, na jamaa za Manase mwana wa Yusufu. Endelea. Na majina ya hao binti za Zelofehadi ni haya: Mala na Noa na Hogla na Milka na Tisra. Endelea. Nao wakasimama mbele ya Musa, Wakasimama mbele ya Musa, na mbele ya Eliazari na mbele ya Eliasi kwani, na mbele ya wakuu, na mbele ya wakuu, na mkutano wote mlangoni pa hema, na mkutano wote mlangoni mwa hema, hema pa kukutania, wakisema, baba yetu alikufa nyikani. Baba yetu alikufa nyikani, naye hakuwamo katika mkutano wa hao, hakuwa katika mkutano wa hao waliojikutanisha kinyume cha Bwana katika mkutano wa Kora, waliokutana katika mkutano wa Kora, lakini akafa katika dhambi zake mwenyewe. Lakini baba yetu alikufa kwa dhambi zake mwenyewe, naye alikuwa hana wana wa kiume. Kwa nini basi jina la baba yetu kufutiwa? Kwa nini basi jina la baba yetu lifutiliwa? Kufutwa katika jamaa zake, kwa sababu alikuwa hana mwana wa kiume. Endelea. Tupe sisi urithi pamoja na ndugu zake, tupe sisi mashamba pamoja na ndugu zake baba yetu, pamoja na ndugu zake baba yetu. Basi Musa akaleta neno lao mbele za Bwana. Bwana akanena na Musa na kumwambia akisema, ongeza hii, hao binti za Zelofehadi, hao binti wa Zelofehadi, wale wanane, wananena lililo haki
wanalinena lililo haki. Kweli utawapa miliki ya urithi pamoja na ndugu za baba yao. Endelea. Nawe utawapa urithi wa baba yao. Kisha utanena na wana wa Israeli na kuambia, mtu akifa naye hana mwana wa kiume, ndipo utampa binti yake urithi wake. Tena ikiwa hana binti, mtawapa nduguze urithi wake. Tuko pale, sema amen. Amen. Hili ni jambo kabisa 1 2. Ndio. Amen. Ni jambo alikuwa kwa sheria. Alikuwa limeandikwa mahali. Amen. Na baba wa hawa wasichana akafa kabisa, na walikuwa hawana mtoto wa kijana. Kweli. Na ikawa sasa urithi wao utapewa cousins. Oh God. Watu wa kule mbali. Aha. Lakini mabinti hawa wakajua kwenda mbele ya Musa. Ndio. Sema amina. Amina. Na walipofika wakajua jinsi ya kueleza maneno. Ndio. Wakasema baba yetu alikuwa hana watoto wa kiume. Na alikufa nyikani. Ndio. Kwa dhambi zake tu mwenyewe. Basi sasa mbona urithi wetu uchukuliwe? My God. Sisi tukose kitu. Wakasema basi tupewe urithi. Ndio. Bible inasema Musa akawaambia, hii kesi ni ngumu, labda hata mimi nipeleke kwa koti kubwa kuliko hii yangu. Kweli. Bwana apewe sifa. Amen. Akaichukua akaipeleka kwa Bwana. Na maandiko yanasema Mungu akamwambia Musa, hawa binti wanalinena lililo jema na la kweli. Amen. Bwana apewe sifa. Amina. Na Bwana akasema wapewe mashamba ya baba yao. Amen. Praise the Lord. Amen. Na Mungu akasema kutoka leo iandikwe kwamba mtu akifa ana wasichana tu na kupata mtoto wa kiume, mashamba yake yasichukuliwe. Hallelujah. Lakini yapewe wasichana wake. Bwana apewe sifa. Amen. Ambia mtu kukata rufaa. Kukata rufaa. Hawa wandanda wangenyamaza, kungeenda hivyo. Kweli. Lakini wakaenda wakasema no. Wakamwendea mtu wa Mungu. Ndio. Wakamwambia hapana, hii si haki. Na ilipopelekwa kwa Bwana, maandiko yanasema wakapewa urithi. Hallelujah. Sema haleluya. Amen. Bwana apewe sifa. Amina. Iwe iliandikwa ama haikuandikwa, sababu ya kifo cha Yesu, leo tutaamurisha upewe urithi wako. Amen. Upewe baraka yako. Pewa. Upewe kufaulu kwako. Amina. Upewe kufanikiwa kwako. Amen. Sema amina. Amina. Upewe. Ndio. Kuna mambo ukinyamazia, shetani ataendelea kukutesa. Ni kweli. Mapepo yataendelea kukutesa. Ni kweli. Mashetani ya kwenyu yataendelea kukutesa. Kabisa. Lakini tunapopeleka kwa maombi. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Tunapoendea Mungu kwa madhabahu. Tunapoendea Mungu kupitia watumishi wake. Kweli. Mambo yanabadilika. Amen. Mimi nasema wale waliandikiwa hawatawaiolewa, utaolewa. Amina. Wale waliandikiwa utafaulu, utafaulu. Amina. Wale waliandikiwa huwezi fanikiwa, utafanikiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Maana Yesu aliteswa ili usiteswe. Kweli. Praise the Lord. Hallelujah. Yesu alifanyika laana kwa ajili yako. Na kwa mapigo ya Yesu tulipona. Amina. Sema tutafuata. Tutafuata. Sema tutafuata. Tutafuata. Bwana apewe sifa. Amina. Ukinyamazia mambo, shetani ataendelea kukutesa. Kweli. Hawa mabinti wakasema no. Hiyo haiwezekani. Bwana apewe sifa. Hiyo haiwezekani. Lazima nibarikiwe. Lazima nipewe urithi wangu. Lazima niinuliwe mimi. Lazima nione Mungu. Bwana apewe sifa. Imefika wakati tumwendee Mungu. Tumwambie Bwana, hapa walikosea. Hapa hata kama waliandika walikosea. Hapa hata kama walinihukumu walinikosea. Bwana apewe sifa. Hii kesi nimekuja kukata rufaa. Nimekuja kuapili tena. Irundiwe tena. Bwana apewe sifa. Mimi nakuambia usikubali kushindwa. Hata wakikushinda, kesi itarundiwa. Wakikushinda tena, kesi itarundiwa. Tutaenda Supreme Court ya mbinguni. Na Bwana ataamrisha upewe urithi wako. Upewe baraka yako. Upewe haki yako. Ni mchana wa kukata rufaa. Amina.
Sema haleluya. Haleluya. Hiyo maisha unaishi si yako. Kweli. Kuna maisha Yesu alikununulia msalabani. Amina. Kuna maisha ya ushindi. Ni kweli. Wewe hata hujavaa nguo zako. Oh my God. Haujakula chakula chako. Yes. Haujaishi estate ile unafaa kuishi. Kwa sababu walikata kesi vibaya. Tutakata rufaa siku ya leo. Na Jehova atasema wewe ulikuwa tajiri hata kabla hujazaliwa. Wewe ulikuwa mtu mkubwa hata kabla hujazaliwa. Wewe ulikuwa mtu wa kwenda mbali. Haleluya. Sema haleluya. Amina. Mapepo yanaweza yakaona star yako. Kweli. Yakabadilisha maisha yako. Aha. Lakini kumbe ulisaliwa ukiwa mtu mkubwa. Mimi nasema kitambulisho chako original. Amina. Vile unasomwa mbinguni ndivyo tutakusoma hapa. Kweli. You are original identity. Identity. Yani kitambulisho chako original. Maana kuna watu hapa Mungu anaita matajiri. Lakini maisha imekutandika. Uliumba uwe mtu mkubwa. Lakini maisha imekupiga. Utakata rufaa. Utapeleka magari yako. Utaishi manyumba yako. Utaenea. Utafanikiwa. Utafaulu. Mpe Yesu makofi ya baraka. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Uregeshewe maisha yako. Ndio. Kuna mtu anaitwa Mefiboseti. Aha. Biblia inasema alikuwa ni mtoto Kweli. ni mjukuu wa Sauli mfalme. Aha. Ni mjukuu wa Sauli mfalme. Sema haleluya. Haleluya. Lakini wakati nyumba ya Sauli ilivamiwa, Aha. walimalizwa wote. Na huyu mtoto akiwa amebebwa na mjakazi. Aha. Maandiko yanasema akaanguka, akavunjika miguu, akawa kirema. Kabisa. Akapelekwa kwa kijiji. Aha. Ni mtoto wa mfalme. Akaishi maisha ya kijiji. Imagine. Maisha ambayo si yake. Aha. Na siku moja Daudi akasema, aha, kumebaki mtu katika nyumba ya Sauli, Samueli wa pili 9, nimtendee mema. aha, Sababu ya Jonathani, aha, Biblia inasema akaambiwa kumebaki kamoja, kamoja, lakini ni kakiwete. aha, Akasema kakuje, my God, kakuje, aha, kakuje hapa. Sema haleluya. haleluya, Mefiboseti akaendewa kwa kijiji kinaitwa Lodibari. aha, Lodibari ni kumaanisha watu wamechanganyikiwa, yes, watu hawana mwelekeo, kweli, watu bure. to, Huko ndiye alienda kuishi, lakini ni mjukuu my God, wa mfarume, ana damu ya kifarume. Bwana apewe sifa. amen. Na maandiko yanasema akaletwa kwa mfarume, Aha, akapelekwa kwa meza ya mfarume. tio, Maandiko yanasema mfalme akamwambia, utakula mezani pangu. Hiyo ndio nataka, utakula mezani pangu milele. Sema haleluya. aha, Angalia, maisha inaweza kurejeshwa. Rehema za Mungu leo zitakurejeshea maisha. Samueli wa pili 9 mstari wa 7, Inasemaje? Daudi akamwambia akisema, usiogope, usiogope, maana bila shaka nitakutendea mema kwa ajili ya Jonathani baba yako, nami nitakurudishia mashamba yote ya Sauli. Sema mashamba yalikuwa yameenda, akasema nitakurudishia mashamba yote ya Sauli baba yako, nawe utakula chakula mezani pangu, utakula mezani pangu milele. Endelea. Utakula mezani pangu milele, utakula chakula mezani pangu daima. Endelea. Akasujudu akasema, mimi mtumwa wako ni nini? Hata ukamwangalia mbwa mfu kama mimi. Oh my God. Sema amen. Hallelujah. Unaona maisha inaweza ikaharibika mpaka ukajiita umbwa. Imagine. Aliyekufa. Oh my God. Ni mtoto wa mfalme. Aha. Daudi anamwambia mashamba ya babu na ya baba. Imagine. Urithi, generation blessings. Aha. Nitakupatia. Aha. Lakini akasujudu akasema, mimi umbwa mfu. My God. Mimi ni nani hata uniangalie? Daudi akamwambia usiogope.
Wewe si wa Lodibari. Aha. Wewe si wa kijiji. Wewe ni wa kukula kwa palace. Sema. Na kutoka siku ile life ikabadilika. Amina. Nasema maisha yako yaliyoibiwa leo tutakata rufaa Kabisa. na utaregeshewa maisha yako. Utaishi maisha yako. Wengine hapa ni watu wakubwa, ni maisha yako yaliibiwa. Wengine hapa ni matajiri, ni maisha yako yaliibiwa. Ninaamrisha irejeshwe kwa jina la Yesu. Urejeshewe utajiri wako, urejeshewe mashamba ya babu yako na ya baba na baba na baba. Sema amen. Amen. Kama vile tunahubiri generational curses, kabisa, kuna pia generational blessings. Kabisa. Bwana apewe sifa. Amina. Si generational curses tu. Hapana. Kuna generational blessings. Glory to God. Hizi ndio Mephibosheth anapokea. Yes. Anaambiwa mashamba ya babu yako. Ndio. Sauli mfalme, nitakupatia yote. Hallelujah. Na mashamba ya baba yako Jonadani, nitakupatia yote. Ndio. Tutakata rufaa siku ya leo. Waliokalia mali zako, Bwana wang'oe. Waliokalia utajiri wako, Bwana wang'oe. Waliokalia pesa yako, Bwana wang'oe. Waliokalia watu wako wa msanda, Bwana wang'oe. Jehova waondoe. Pigia Yesu makofi. Sema fire. Fire ingine. Ya pili. Ya tatu. Ya nne. Ongeza. Ya sita. Ongeza. Ya saba. Pigia Yesu makofi. Patia mtu FF mwambie kitaeleweka. Kitaeleweka. Sema haleluya. Amen. Kama walikumeza watakutapika. Watakutapika. Tujadiliani. Kama walikumeza watakutapika. Au kukuja kwa hii madhabahu bure. Ulikuja nikupeleke urithi utajiri wako. Urithi baraka yako. Urithi mafanikio yako. Patia mtu FF mwambie kitaeleweka. Kitaeleweka. Makofi mazuri. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tunakata rufaa siku ya leo. Hallelujah. Unajua mimi najua shinda. Ndio. Najua kuaibika. My God. Najua kufungiwa nyumba. Na ninajua kubarikiwa. Imagine. Sema hallelujah. Hallelujah. Najua kubarikiwa. Ndio. Mimi nikienda mission hiyo ya Mombasa, nimetoka last week. Napenda kukaa hoteli ile nzuri kabisa. Nilipisha, niambie shetani nalipisha kisasi. Amen. Na nakula breakfast ya pesa nyingi kabisa. Heavy. Nalipisha kisasi. Ubarikiwe mpaka ulipishe kisasi. Amen. Uinuliwe mpaka ulipishe kisasi. Amen. Uone Mungu mpaka ulipishe kisasi. Ndio. Uendeshe magari mpaka ulipishe kisasi. Ukule mpaka ulipishe kisasi. Kwa jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Sema amen. Amen. Nimekuwa Ukambani, security ilikuwa inanisumbua maana sijazoea. Hata kitambaa na bebewa mpaka nashindwa kwani ni kilo ngapi. Security. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Nafuatwa sasa nashindwa huyu mtu hawaniachi. Security. Glory to God. Praise the Lord. Amen. Kila nikitoka ndio hawa nyuma. Yes. Kila nikienda ndio hawa nyuma. Kila nikienda ndio hawa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu ainuliwe. Amen. Mimi nasema kuna kitu Mungu atafanya. Amina. Haki mambo mengine Mungu fanya yanashangaza watu. Bwana Yesu ainuliwe. Amen. Na hawa wananichunga my friend ni matajiri. Praise the Lord. Amen. Ninachungwa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nikitoka ninaangaliwa ameenda wapi asije akaibiwa. Bwana Yesu ainuliwe. Hallelujah. Mpaka nikasema hii kuchungwa saa nyingine ni ngumu kwa mtu hajazoea. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Mimi natangaza neema ya Mungu itakalia maisha yako. Amen. Neema ya Mungu itakalia maisha yako. Amen. Patia mtu FF mwambie ukicheza utakuwa driver wangu. Na utakuwa dereva wangu. Sema amen. Bwana Yesu ainuliwe. Amesikia hiyo maneno kweli? Umemueleza vizuri.
Patia high five, mwambie ukicheza utakuwa driver yangu. Ukicheza utakuwa driver wangu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na wewe akikwambia unasema haki sio mimi huyo. Hata mimi nitakuwa na magari zangu. Bano. Bwana Yesu ainuliwe. Amen. Nimekataa sitakuwa driver yako mimi. Siwezi kuwa. Praise the Lord. Amen. Nitakuwa na zangu hata mimi. Hey. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Oh, tunakata rufaa. Hey. Tunakata rufaa. Ndio. Chochote chako walichukua. Ndio. Kinarejeshwa. Hey. Nasema kinarejeshwa. Kinarejeshwa. Nasema kinarejeshwa. Kinarejeshwa. Bwana Yesu inuliwe. Amen. Kuna wakati Wayahudi katika nchi ya Babiloni waliandikiwa kufa wote. Imagine. Esther akasema nitaenda kinyume cha sheria. My God. Na ilikuwa imeandikwa na imetiwa muhuri. Aha. Na ni muhuri ile ivunjangwi. Imagine. Inaitwa ya Uajemi. Oh God. Ikishawekwa na itiwe muhuri ilikuwa ivunjwi. Aha. Esther akasema nitaenda kinyume cha sheria. Ndio. Akasema nitaenda. Na ilikuwa Esther ni malkia. Imagine. Lakini sheria ilisema hata kama ni mke wa mfalme angeenda bila ruhusa ya mfalme alikuwa hafe. Imagine. Lakini akasema nitaenda. Amen. Sema haleluya. Haleluya. Tutabadilisha maneno. Kabisa. Nasema tutabadilisha maneno. Tutabadilisha. Kule baba zako hawakufika, sisi tutafika. Kule watu wa kwenyu hawafikangi, tutafika. Amen. Tutavunja sheria ya mapepo walioweka. Wakasema iwezekani, tutaivunja hiyo. Na tutapita. Sema haleluya. Haleluya. Pokea neema. Pokea neema. Pokea neema. Pokea neema. Pokea neema. Kuvunjia kila sheria walioweka. Wakasema huwezi kuvunja, utaivunja. Amen. Sema amen. Hallelujah. Chapter 4 verse ngapi pastor? Mistari ya mwisho tu miwili mitatu pale. Chapter 4 mwisho pale. Verse 16. Inasema ya kwamba soma. Uende ukawakusanya Wayahudi wote. Uende ukawakusanya Wayahudi wote waliopo hapa Shushani. Waliopo Shushani. Ukafunge kwa ajili yangu. Ukafunge kwa ajili yangu. Musile wala kunywa muda wa siku 3. Musile wala kunywa. Unaona, kufunga na kuomba. Kufunga na kuomba itakusaidia. Ndio. Kupita pale mapepo yaliwekea baba yako mipaka. Kweli. Na yakasema kwa hii familia hakuna mtu atawaipita hapa. Ni nguvu ya prayer. And fasting. Imagine. Inaweza ikakufanya ukapita. Ukapita kabisa kule akupitangwi. Kweli. Esther akasema ili niingie kinyume cha sheria ya haya mapepo lazima muniombee. Mfunge siku 3 na mimi nifunge siku 3 niende niingie kule akuingiangwi. Na Bible inasema Esther akaenda. Chapter 5 verse 1. Esther akaenda. Sema haleluya. Tutavunja. Sema tutavunja. Sema tutavunja. Tutavunja. Kama kwenyu hakujengangwi manyumba utajenga. Kama watu hawakalishi ndoa kwenu, wewe yako itakaa. Nasema itakaa. Mimi nasema itakaa. Utaolewa na ikae. Utaolewa na ikae. Utaolewa na ikae. Ndio. Ukiwa miaka 70 ndio unasema ai singeamini. Imagine. Miaka ngapi? 70 kwa ndoa. 7 days. Watu wanakuuliza uliwezaje kuishi kwa ndoa miaka 70? 7 days. Unaambia hata mimi sielewi, ni neema. My God. Ni neema. Hallelujah. Maana tumepigana bado tuko pamoja. Tumeachana bado tuko pamoja. Sema amina. Amina. Unasemaje verse 1? Chapter 5 verse 1. Esther 5 mstari wa kwanza. Ikawa siku ya 3 Esther alijifika mavazi yake ya kifalme. Alipomaliza fasting ya 3 days akajivika mavazi ya kimalikia. Mavazi yake ya kifalme. Akasimama katika ua wa ndani wa nyumba ya mfalme kuelekea nyumba ya mfalme. Naye mfalme akaketi juu ya kiti chake cha enzi katika nyumba ya mfalme kuelekea mlango wa nyuma. Ikawa mfalme alipomwona Malkia Esther amesimama uani, mfalme alipomwona Malkia Esther amesimama uani, akapata kibali. Yeye akapata kibali machoni pake. Naye mfalme akamnyoshea Esther fimbo ya dhahabu aliyokuwa nayo mkononi. Akisema, basi Esther akakaribia akaigusa ncha ya fimbo. Mfalme akamwambia Malkia Esther,
wataka nini? Wataka nini? Nayo ni haja gani ulio nayo? Ni haya gani ulio nayo? Utapewa. Utapewa Hata nusu ya ufalme. hata kama ni nusu ya ufalme. Amen. Sema amen. Amen. Walikuwa wameandikiwa kufa. Imagine. Praise the Lord. Amen. Esther akamwambia mfalme, usiwe na wasiwasi. Aha. Nataka mkuje na amani, Ndio. niwatengenezee ndina Amen. leo usiku. Oh my God. Wakakuja wakakula ndina. Aha. Mimi nafikiria Esther alipokuwa anapika hiyo dina anainenea. Ndio. Wewe chakula ukiingia kwa tumbo sao. Aha. Wewe chakula, wewe chakula. Unajua watu wa kiroho wanaelewa ni nini tunasema. Kweli. Hata wewe ukiona mume wako ni kisirani anakula kwa jirani, si unene hiyo chakula. Bwana pesi. Anakula kwa neighbor. Si unene hiyo fundi. Kwani utashindwa na mpango wa kando na yeye ni kunenea na nenea tu. Imagine. Mpango wa kando ana uchawi na kunena. Na wewe uko na roho wa Mungu na kunena. Si unene. Amen. Si uko na roho wa Mungu. Kabisa. Hakuna uchawi bila kuongea. Aha. Hakuna uchawi unafanywa bila kuongea. Sema amen. Amen. Huyu mama akawaambia mkuje hata kesho. Kabisa. Nitawapikia tena. Aha. Na anajua huyu ama ni atakatwa kichwa tu, lakini anamwambia kula wewe ukatwe kichwa ukiwa na chakula. Ukiwa umeshiba. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Akakuja siku ya tatu wakakula. Imagine. Wakati wamemaliza kukula akamwambia, si ni huyu andui wa Wayahudi huyu. Huyu ameshiba huyu. Si ndio huyu, si ndio huyu anataka kutuua sote. Si ndio huyu anataka kutumaliza sote. Imagine. Kesi ilikuwa imemalizwa. Amen. Na sahihi imewekwa. Yes. Kwamba Wayahudi wote wanakufa. Imagine. Esther akajua kwenda mlimani. Akafunga siku 3. Akabadilisha. Akakata rufaa mbinguni. Ndio. Mfalme akachanganyikiwa. Alipomwona Esther akamwambia, sema. Ni nini unataka? Hata kama ni nusu ya ufalme utapewa. Leo tunakata rufaa. Uliandikiwa kufa. Tunakanzo hiyo kifo. Utaishi mpaka uchoke. Utaishi mpaka uambie Bwana, sasa nataka kulala. Pokea neema. Tunapokata rufaa. Amina. Sema amen. Amen. Bwana apewe sifa. Amina. Akasema ni huyu andui wa Wayahudi huyu. Praise the Lord. Mfalme akauliza huyu. Mfalme kwa hasira akachomoka akatoka pande ya nje kwa kukasirika. Huyu tunakula naye kwa sababu ya kukasirika. Imagine. Amani. Akajua kumeharibika. Akaenda kwa Esther. Akapiga magoti. Nisamee. Nisamee. Wakati amepiga magoti akiomba msamaha, mfalme akarudi. Tena unainama hapo. Praise the Lord. Wewe wanasema siku ya kufa nyani miti yote. Praise the Lord. Uteleza. Bwana Yesu ainuliwe. Tena kwa malkia. Mfalme akafikiria kweli ameamua kudili na Esther hapo hapo hata nikiwa hapa. Akamuuliza machoni pangu. Nikiwa ninaangalia hauna hata aibu. Oh my God. Bible inasema akasema achukuliwe hapo moja kwa moja. Aliwekwa kama ile Saddam Hussein aliwekwa hapo hapo nyeusi akafunikwa uso. Oh my God. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana apewe sifa. Amina. Mimi nakwambia hata kama waliandika utakufa. Hallelujah. Tunakata rufaa leo. Amina. Na itabadilika. Kesi inabadilika. Wewe ndio mshindi. Yes. Wewe ndio mshindi. Yes. Wale ni kuiba waliiba. Ndio. Niongo walitoa. Sasa tunaenda Supreme Court ya mbinguni. Tuseme Bwana. Hii hapana. Hii hapana. Nasema utarejeshewa. Maisha yako yaliyoporwa, maisha yako yaliyoibiwa, rejeshewa. Waleonea, rejeshewa utajiri wao. Matajiri, rejeshewa utajiri wao. Amen. Sema amen. Hallelujah. Wewe ulikuwa mtu mkubwa. Imagine. Kabla hujaenda shule. My God. Mungu anamwambia Yeremia, kabla sija kuumba kwa tumbo ya mama yako nilikujua. Ndio. Na kabla hujasaliwa nilikuchagua uwe nabii wa mataifa. Kabla hauja saliwa. Sema amen. Amen. Kuna watu maisha yao ni makubwa tu kweli hata kabla hawajasaliwa. Imagine. Bwana apewe sifa. Amina. Lakini kashoshoka na kuja kuona mtoto kamebeba mpapas ya shilingi 16. Imagine. Kashindwa na mpapas yake. Sindwe. Kanaroga mtoto, kanafunga star ya mtoto. Oh my God. Mtoto anaishi kuhangaika.
Jesus. Na wengine hapa ukizaa mtoto unampeleka Kisii akanyolewe. Ati. Na hata akili hauna. Imagine. Unampeleka kwapi? Mumias. Ati unapeleka mtoto nini? Anyolewe. Imagine. Na shosho. Pongoma. Kwani hakuna kinyozi Nairobi? Hey. We shosho shindwa. Hey. Bwana apewe sifa. Amen. Shindwa kabisa. Ndio. Ti unampeleka apewe njina. Hey. Kuja tupatie yeye njina hapa. Bwana apewe sifa. Amina. Anaenda anabandikwa kijina cha muganga wa huko. Imagine. Jina linaanza kumutesa. Satan. Jina linaanza kumutesa. Hey. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio. Lazima ufunguke akili. Amina. Wachane na mila, wewe umeokoka. Amen. Bwana Yesu ainuliwe. Amina. Mimi niliulizwa mtoto amezaliwa nani, nikasema hajazaliwa mtu. Bwana apewe sifa. Hajazaliwa mtu, hata mimi sijazaliwa mtu. Hata mimi sijazaliwa mtu. Amina. Na wewe mzee unaambiango ulizaliwa mimi, ni uongo. Aha. Praise the Lord. Hiyo nimekataa. Hey. Bwana apewe sifa. Amina. Najua mimi nilizaliwa mzee jirani hapo. Aha. Hadi amepea baba shamba hapo. Sasa nikasaliwa yeye. Sasa mimi kupeanwa shamba alafu nibandikwe. Aya. Hata si wa Bwana Yesu apewe sifa. Hey. Ni mzee jirani tu. Alipeana shamba. Bwana Yesu ainuliwe. Amen. Mimi nakataa. Sijazaliwa yeye. Amen. Nimekataa. Ndio. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sema nimekataa. Nimekataa. Na wazazi wengine ni hatari. Kama huku ni saa, sijui kama huku taki niite mtoto jina, kama hata itwa jina langu sijui nini. Wewe mzazi wachana na kisirani. Wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Maana kuna nguvu nyuma ya jina. Ndio. There is power behind names. Glory to God. Praise the Lord. Amina. Na ndio Yesu watu wengi amekuja kuwabadilisha majina. Kweli. Hata Ibrahimu alikuwa anaitwa Abraham. Mungu akamwambia hiyo huwezi kuwa baba wa mataifa. Lazima tulibadilishe. Na Sarai alikuwa anaitwa Sarai. Bwana akasema hili jina haliwezi. Akamuita Sara. Bwana apewe sifa. Amen. Salimia mtu muulize umesaliwa nani? Wewe umesaliwa nani? Praise the Lord. Hata amezaliwa papa popu. Umesaliwa nani? Si mimi naombea watu wa kutoka mlima hapa. Unakuta wote wameitwa jina hiyo. Yes. Hiyo hakuna mmoja akona ndoa na shosho huyo hakuwa nayo. Imagine. Inawafuata hivi inaenda hivyo. Inawafuata hivi inaenda hivyo. Na watu wa mlima si mchezo. Mlima. Because kuita mtoto jina ya kwao wataraani wewe. Oh my God. Paka upeleke waite jina. Sema amina. Amina. Bwana apewe sifa. Amen. Ni mchana wa kukata rufaa. Amen. Sema haleluya. Salimia mtu mwambie kitaeleweka. Kitaeleweka. Salimia mtu mwambie kitaeleweka. Kitaeleweka. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Wewe ukizaa mtoto mpatie majina. Ndio. Yale mazuri. Tafuta majina kwa Bible hapo mpatie. Kweli. Bwana apewe sifa. Amina. Ukifika ushago anaitwa nani waeleze tulimpatia majina. Sasa sisi sijui tutafanya nini. Inaisha hivyo. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Kuna mwanamke mwingine katika Bible katika First Kings chapter 3 verse 16. Bwana apewe sifa. Usiku walipolala akabadilishiwa mtoto. Yes. Usiku wamelala akabadilishiwa mtoto. Kweli. Chapter 3 verse 16. Ndio. Huyu mama alipoamka anyonyeshe mtoto wake. Kumbe mtoto amekufa. Imagine. Lakini asubuhi alipokuwa akiangalia sana, maandiko yanasema akagundua siye mtoto wake aliyemzaa. Na maandiko yanasema maandamano ikaanza. Imagine. Mpaka ikafika kwa mfalme Sulemani. Bwana apewe sifa. Mama huyu alipoamka akaona huyu mtoto si wake. Sema kuangalia sana. Kuangalia sana. Inasemaje 16? Wafalme wa kwanza 3:16. Ndipo wanawake wawili makahaba walimwendea mfalme wakasimama mbele yake. Na mwanamke mmoja akasema, bwana wangu, mimi na mwanamke huyu tunakaa katika nyumba moja. Nami nalizaa tulipokuwa pamoja naye nyumbani. Kisha siku ya 3 baada ya kuzaa kwangu
Ikawa mwanamke huyu naye akazaa. Ikawa mwanamke huyu naye alizaa. Na sisi tulikuwa pamoja. Hapakuwa na mtu mwingine pamoja nasi nyumbani. Hapakuwa na mtu mwingine pamoja nasi. Isipokuwa sisi wawili tu. Endelea. Na mtoto wa mwanamke huyu akafa. Na mtoto wa mwanamke huyu akafa usiku. Akafa usiku maana alimlalia. Endelea. Akaondoka katikati ya usiku. Akaondoka katikati ya usiku. Akamwondoa mtoto wangu mbavuni pangu. Mimi mchakazi wako. Nilipokuwa usingizini. Kwa usingizi. Akamweka kifuani pake. Akamweka kifuani mwake Asha. Na mtoto wake mwenyewe. Alikuwa amekufa. Akamweka kifuani pake. Nilipoondoka asubuhi. Ili nimnyonyeshe. Nilipoondoka asubuhi ili nifanye nini? Ili nimnyonyeshe mtoto wangu. Kumbe amekufa. Hata asubuhi. Nilipomtazama sana. Kumbe siye mtoto wangu niliyemzaa. Ndipo yule mwanamke wa pili akasema. Tuko pale, sema amen. Amen. Anasema nilipomtazama sana, kumbe si mtoto wangu niliyemzaa. Oh my God. Praise the Lord. Hallelujah. Aliamuka amnyonyeshe, akakuta amebadilishiwa. Imagine. Wengine hapa unajaribu kunyonyesha kabiashara, kumbe kalibadilishwa. Imagine. Kamekufa. Wengine hapa unaishi maisha yamekufa. Hayatokangi kiwango kimoja yaende kiwango kingine. My God. Hata hayana raha. Oh God. Hata hayana furaha. Ni maisha yamekufa. Mwanamke huyu alipoamuka akasema no, huyu si mtoto wangu. No, hii si maisha yangu. Amen. Hii si maisha ile ninajua mimi. Ndio. Maisha yangu imeibiwa. Maisha yangu imeibiwa. Bwana apewe sifa. Amina. Unajua kitu cha kwanza ni ujue kwamba ile maisha unakaa si yako. Kisha uanze kupigana. Ndio. Ukijua kwamba hii maisha si yangu. Amina. Sema haleluya. Haleluya. Ukiibiwa na ukose kujua utakaa tu. Lakini ukiibiwa ujue utasema no. Hii haiwezekani. Ndio. Hii haiwezekani. Mwanamke akaamuka anyonyeshe mtoto. Kumbe mtoto amekufa. Alipokuwa katika kutazama sana, maandiko yanasema akagundua huyo si mtoto wake aliyemzaa. Hallelujah. Sema haleluya. Amina. Alibadilishiwa usiku akiwa amelala. Salimia mtu F5 mwambie wacha kulala utabadilishiwa. Wacha kulala wewe. Bwana pewe sifa. Amina. Utabadilishiwa. Kabisa. Alibadilishiwa akiwa amelala. Usingizi. Sema amen. Amen. Bwana Yesu ainuliwe. Amina. Lazima uamuke kwa usingizi. Amka. Ili maisha yako yasibadilishwe. Ndio. Patia mtu F5 mwambie unakujanga kesha. Sema amen. Wewe ni kulala tu mpaka unaibiwa maisha. Kesha. Wewe ni kulala mpaka unaibiwa maisha. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Ni siku ya kukata rufaa. Ndio. Nasema ni siku ya kukata rufaa. Amina. Ni siku ya kukata rufaa. Mtoto wako ni yule yuko hai. Si yule amekufa. Hapana. Mtoto wako ni yule ako hai. Si yule amekufa. Patia mtu F5 mwambie unarejeshewa. Unarejeshewa. Amina. Sema amen. Amen. Bwana apewe sifa. Amina. Genesis chapter 4. Genesis chapter 4. We thank you Jesus. Genesis chapter 4. At the verse 14. Shaleba kapapa. Inasemaje? Tazama umenifukuza leo katika uso wa ardhi. Soma 13. 13. Kaini akamwambia Bwana, adhabu yangu imenikulia kubwa. Adhabu yangu imekuwa kubwa. Ni kubwa haichukuliki. Tazama umenifukuza leo katika uso wa nchi. Nitasitirika mbali na uso wako. Nami nitakuwa mtoro na mtu asiye wa kikao duniani. Na mtu asiye na kikao duniani. Hata itakuwa kila anionaye hataniua. Sema amen. Amen. Nikukata rufaa. Ndio. Salimia mtu mwambie nikukata rufaa. Nikukata rufaa. Sema amen. Amina. Kaini alipoua Abeli.
Ameua. Amefanya nini? Ameua. Ameua. Amefanya nini? Ameua. Mungu akamjudge. Ndio. Akamwambia umelaaniwa. Ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Yes. Kaini akamwambia Bwana, kabla sijatoka hapa lazima tujadiliane. Ndio. Wakaanza kunegotiate. Bwana, hii adhabu ni kubwa zaidi. Oh my God. Haichukuliki. Na ni mtu amefanya nini? Ameua. Wewe hata hujaua mtu. Imagine. Lakini umetulia tu, shetani akutese. Oh my God. Shetani akukadamishe. Shetani akufinyirie. Wakaanza kubagini. Wakaanza kubagini. Ndio. Anasema Bwana, hii adhabu ni kubwa. Ni kubwa. Bwana, hii adhabu ni kubwa. Amen. Sema amen. Amen. Hii umasikini umeenda sana. Ni kubwa. Hii kutokuolewa imeenda sana. Ni kubwa. Hii mateso imeenda sana. Ni kubwa. Bwana, hii imeenda sana. Bwana apewe sifa. Amina. Maana amelaaniwa na Mungu. Ndio. Akamwambia Bwana, mimi siwezi enda na hiyo laana. Sababu imekuwa kubwa. Kubwa. Hiyo adhabu ni kubwa. Haichukuliki. Sababu sasa umenifukuza mbele ya macho yako. Na sasa yoyote ataniona ataniua. Maandiko yanasema kwamba akamwambia hii adhabu ni kubwa. Hiyo ndio tumekuja kutangaza siku ya leo. Ile miaka wamekata wakasema utezeke ni mingi sana. Ni mingi sana. Hiyo mateso wamekuwekea ni masito zaidi. Utakata rufaa na Bwana Yesu atakukomboa. Na Bwana Yesu atakutetea. Sema amen. Amen. Kile kinahitajika ni kujua kuongea na Mungu. Kweli. Ukijua ni Mungu wa rehema. Amina. Sema amen. Amen. Ukijua ni Mungu wa rehema. Ndio. Kaini akasema, Bwana, hii adhabu ni kubwa. Ni kubwa. Hii mateso yameenda miaka mingi. Hii umasikini umeenda miaka mingi. Unajua lazima ujue maombi. Ndio. Lazima ujue kuongea na Mungu. Maombi. Bwana apewe sifa. Amina. Ni vizuri kuwa na mstari kama huu. Wakwambia Bwana, Kaini alikuwa mpaka ameua. Ndio. Lakini ulimuondolea adhabu. Ukamuondolea kifo. Ndio. Bwana, hii yangu imeenda sana. Hii magonjwa imesindi. Hizi vita za ndoa zimesindi. Bwana sasa nihurumie. Bwana sasa nihurumie. Bwana pewe sifa. Mstari inayofuata inasemaje? Mstari wa 15. Bwana akamwambia Kaini, kwa sababu hiyo yeyote atakayemuua Kaini. Sikiliza, Mungu amebadilisha ile kesi. Imagine. Ilikuwa imekatwa kwa sababu ya maombi. Akakata rufaa. Imagine. Sema haleluya. Haleluya. Making an appeal. Appeal. Bwana apewe sifa. Amen. Ikabadilishwa. Imagine. Bwana akamwambia yoyote atamuua Kaini. Bwana akamwambia kwa sababu hiyo yeyote atakayemuua Kaini atalipishwa kisasi mara 7. Atalipishwa kisasi mara 7. Mara 7. Bwana akamtia Kaini alama. Bwana akamtia Kaini alama ili mtu amuonaye asije akampiga. Kila mtu amuonaye asije akamuua. Kaini akatoka mbele za uso wa Bwana. Akakaa katika nchi ya Nodi mbele ya Edeni. Kaini akamjua mkewe. Naye akapata mimba. Akamzaa Henoko. Akajenga mji akauita Henoko. Kwa jina la mwanawe. He built a city. Amen. He built a city. Sema haleluya. Amen. Alipotoka akajenga mji, si nyumba. Akajenga city. Mji. Akaita kwa jina la Bwana. Henoko. Angetoka pale mbele za Bwana bila kukata rufaa, angeenda na kisirani. Imagine. Lakini akamwambia Bwana, hii adhabu imekuwa kubwa sana. Hii adhabu imekuwa kubwa sana. Basi Bwana akasema yoyote atamuua Kaini atalipa mara 7. Na Bwana akamtia alama
Kaini akatoka pale. Ndio. Kaini akatoka pale. Kaini akatoka pale. Akaenda akamjua mkewe. Akabeba ujauzito. Ndio. Akazaa mwana. Akamuita Enoko. Biblia inasema ujenga mji. Akauita kwa jina la mwanae. Akauita kwa jina la mwanae. Yaani mtu alikuwa amelaaniwa, anajenga city. Mtu alikuwa na dhambi kubwa hivi, anajenga city. Naachilia neema kwa maisha ya mtu. Kesi iliyokatwa na ukahukumiwa, tunairejesha. Irundiwe tena. Irundiwe tena. Irundiwe tena. Pigia Yesu makofi na vigelegele. Amen. Sema amen. Amen. Tutakata rufaa. Ndio. Nasema tunakata rufaa. Kaini ana hekima kubwa. Imagine. Anajua Mungu ni wa rehema. Sema amen. Amen. Akamwambia Bwana, siendi na hii adhabu ni kubwa. Hii ni kubwa sana. Bwana niondolee hii. Mungu akamwambia Kaini, hautauawa. Yeyote ataua Kaini ndiye atalipa mara 7. Akawekwa alama asiuawe. Akawekwa alama asiuawe. Akazaa mtoto. Akajenga mji. Akauita kwa jina la yule mtoto. Oh my. Amen. Bwana apewe sifa. Ndio. My God. Hallelujah. Mpe Yesu makofi mazuri. Shangwe na vigelegele. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Yes. Ama kukata rufaa ni kwenda kwa authority ya juu zaidi ya ile iliyokuhukumu. My God. Thank you, Lord. Sisemi ufanye dhambi. Sisemi ufanye vile Kaini alifanya. No. Lakini mimi kuna kitu kinaniumiza hapa. Ya kwamba Kaini akakata rufaa mbele za Bwana. Sasa utanyamasia mambo hata lini? Usemange hii ugonjwa ni yangu, inakujanga mwezi wa 6. Utanyamasia mambo hata lini? Utanyamasia mambo hata lini? Mimi niliombea dada mmoja hapa, ameolewa ndoa 11. Na bado hata tukiomba wa 12 anampigia simu tukiwa naye hapa. Ndoa 11. Na ako sawa. Hata hana haraka. Nikamuuliza hata lini? Hata lini? Kuliko wewe ukate rufaa mbele sana. Yeye anaona huyu akinikatasi nitaolewa na mwingine. Huyu akinikatasi nitaolewa na mwingine. Sasa ukiolewa hivyo unaleta generation ya aina gani duniani? Unaleta kisasi kinakaa namna gani? Tunakata rufaa mchana wa siku ya leo. Tunakata rufaa mchana wa siku ya leo. Salimia mtu, muulize umekuja na miguu ama na ndudhi ama na gari yako. Muulize gari yako umepaki wapi? Umepaki wapi? Wafalme wa kwanza 21. Amekwambia nini? Amekuja na ndudhi. Ana ako na ana kabisa.
uko nayo ya imani ama ya ukweli? Bwana apewe sifa. Amen. Unajua mimi kuna siku moja niliumia sana. Nikiwa naenda mlimani, nilikuwa kwa Madrid. Ndio. Kwa matatu hii ya watu sijui 32. Nimekanyangwa huko ndani. Nimecheleweshwa. Gari inaenda ikisimama. Nikaangalia kando yangu hapa, nikaona ndanda amepeleka gari nzuri sana. Ni yeye peke yake, upande mwingine amebeba umbwa. Umbwa ndiye amebeba. Umbwa hii haijui kusoma Bible. Umbwa hii haijui kuomba, haijui kwenda kanisa, lakini angalia gari ile imeibeba. Chakula kile umbwa sapande ile sinakula, wewe huwezi kipata. Hata bei yake huwezi fikia. Dogi si mtu. Yaani kuna dogi sinakula vizuri kutuliko umbwa. Imefika wakati ukate rufaa. Sema amen. Imefika wakati ukate rufaa. Kuna umbwa sinabebwa na Mercedes, sinabebwa na Range Rover, sinabebwa tu na magari makubwa, sinabebwa tu na magari makubwa. Ulisa mtu umewahi kupanda gari ya Lexus, Range Rover, Lexus. Bwana apewe sifa. Lakini hiyo ndio inabeba umbwa. Sema amen. Salimia mtu mwambie tutakata rufaa. Jambo linanishangaza ni kwamba Kaini angeenda na hiyo laana, angeenda kuteseka. Lakini alirudi kwa Mungu. Akamwambia Bwana, yes, hii adhabu imekuwa mzito. Imagine. Hatuna Supreme Court ingine, ni kwa Yesu tu. Hapo ndio unaweza ukajitetea. Mpaka mbingu ikasema huyu, hii kesi kweli alidhulumiwa. Hii kesi kweli alidhulumiwa. Sema amen. Amen. Hii kesi kweli alidhulumiwa. Na niposa na kufungua macho nikwambie, kuwa serious sasa na maombi. Kuwa serious sasa na Mungu. Okoka umaanishe. Ya nini uokoke hii singo upande ya kupoteza wakati bure? Ya nini hii? Hauko serious, mguu moja ndani, mguu moja nje. Sasa ya nini una waste time bure? Sababu hakuna kitu una gain, hakuna kitu unaongezwa. Ya nini tukutanange hapa na ikubadilishi? Washirika wa Sunday to Sunday, si kesha unajua, unaombanga Sunday mpaka Sunday. Ingine ni ile Bwana ninalala uniamshe asubuhi. Bwana nimeamuka naenda kazi unirudishe jioni. Bwana Yesu apewe. Amen. Ni wakati wa kukata rufaa. Sema haleluya. Ni wakati wa kukata rufaa. Mwanamke huyu angeamuka aseme huyu mtoto sawa aende akasikwe, ingeenda hivyo. Lakini alisema no, huyo si mtoto wangu niliyemzaa. Kaini ameua ndugu yake Abeli. Mungu ameachilia judgment juu yake, na Kaini anasimama mbele za Mungu wa bageni. Wambageni amwambia hai punguza, imekuwa mzito zaidi. Mungu alipoona ujasiri wa huyu mtu akamwambia sasa hata hutawahi kuuawa. Akamweka alama asiuawe. Alipotoka pale akajenga mji, akajenga city. Mtu aliyekuwa amelaaniwa. Ni mchana wa kukata rufaa. Ni mchana wa kukata rufaa. Maisha inabadilishwa leo. Anza kuwa serious na Mungu. Kwa nini waste time na miaka inaenda? Kama umeamua kuingia kwa Mungu, usiingie na miguu yote. Kama umeamua kuokoka, usiokoke ukimaanisha. Kama umeamua kutafuta Mungu, ya nini unjifanye? Na hakuna mtu unasaidia hapa, ni wewe umekuja utengeneze kesho yako.
Ni wewe umekuja utengeneze kesho yako. Si Mungu unasaidia, si pastor unasaidia. Kule nimetoka Mombasa kuhubiri, ndio bishop wangu kule niliokokeanga, lakini saa hizi ndio analipa hoteli pale nitakaa, chakula ndio anajua nitakula wapi, na siku ya kuondoka ananipatia bahasha, ananiambia ndio hii. Kumbe kazi ile nilifanya kwake, fungu za 10 nilitoa kwake na sadaka nilitoa kwake, si yeye nilikuwa nasaidia, nilikuwa natengeneza kesho yake, kesho yangu. Sema amen. Hapa kile unatengeneza ni kesho yako, ni kesho yako. So maneno haya ninakueleza ni mchana wa kukata rufaa, na Mungu akusaidie. Hizo scripture omba nazo mpaka Sunday. Amen. Omba nazo mpaka Sunday. Ukikaa unarudi kwa Bible, unapiga magoti, somea Mungu hizo scripture. Na kama hujui kusoma, mwambie Mungu, soma hii hapa, soma hii nyingine hapa, soma hii nyingine hapa. Bwana apewe sifa. Kuna mtu alitumiwa barua na mfalme anaitwa Senikarebu Ezekiel. Akaenda kwa Mungu akamwambia Mungu, ndio hii barua, angalia vile tumetukanwa. Angalia vile tumetukanwa. Na Mungu akashuka kumuokoa. Sema amen. Wachana na mchezo. Mimi siku ile niliokoka sikuwa na mchezo. Nilimaanisha. Sikukaa mshirika miaka zaidi ya 3 mimi. Mungu akaniona akaniinua. Nilikuwa naosha kanisa, nilikuwa na kwaya yangu, mimi ndio chairman. Mimi ndio nitaiombea, mimi ndio nitawafuata hata wale wanapotea. Nilikuwa na ibada ya morning glory, mimi ndio najua washirika watatoka wapi. Nilikuwa naenda nanunua vitu za kuosha kanisa, mandoo, vifagio na kuja nazo. Nilikuwa naenda nanunua anga chipudasan na kuja nayo nawekelea kwa madhabahu. Ni nini ninaongeza? Ni matendo yangu. Anga Mungu akipita anione. Anione. Sasa wewe umesunguka na makanisa uko karibu kumaliza. Yesu kabla arundi utakuwa umemaliza yote Nairobi. Na si Mungu hayuko hapo. Si Mungu hayuko hapa. Si Mungu hakukuwa pale ulitoka. Ni wewe hukukuwa serious tu. Imefika wakati sasa uwe serious. Ni mchana wa kukata rufaa. Mimi sikuwa na mchezo kabisa. Nilipookoka nilimaanisha kama ni kuokoka niokoke kabisa. Marafiki nikaachana na wao wale nilikuwa nao. Nikabadilisha. Wacha waseme niko na kiburi sawa, lakini nikaachana na wao. Imefika wakati useme no, nitaishi kwenda kanisa miaka yote bila mabadiliko. Siku gani ibada yangu itakubalika? Nipate kibali kwa Mungu. Mimi nachukia mshirika wa kuishi kupoteza muda. Mshirika wa kuishi kupoteza muda abadilikangi mwaka nenda rudi. Hajawahi ona Mungu, ajui Mungu, hajawahi barikiwa. Yeye ni mateso tu na kuteswa na mapepo miaka yote. Ni mchana wa kukata rufaa. Sema haleluya. Haleluya. Bwana apewe sifa. Amen. Unajua afadhali mike imenisumbua angani kuteteshi kidogo. Kuliko nikwambie pokea meli. Nawe ni wa dakika 30. Yes. Sunday. Na Sunday kukinyesha uendi kanisa. Ukisikia kufua nguo hata Sunday unatoa sote hapo, unafua sote. Jumapili kukiwa na chadhi ya Ukambani hauendi kanisa. My God. Kukiwa na hiyo hauendi kanisa. Siku gani utakuwa serious? Unajua ikiwa nitaishi tu kukwambia pokea, utaolewa na Mchina, utaolewa usijui wapi, utafaulu, utafanikiwa. Hawezi saidia pastor, ni wewe Mungu anakusaidia na hii madhabahu. Siku moja utajua ile maneno huwa ninakwambia.
Nilipokuwa nikihubiri huko niliwaambia kile nilipata kwa huyu bishop wenu akiwezi lipo na mamilioni ya pesa. Ile roho nilipata, ile upako, ile neema nilipata, ile kuheshimiwa nilipata kwa pastor wangu haiwezi nunuliwa na pesa. Haiwezi. Sasa ni wewe uamue kuwa serious. Mimi sijakosa kanisa miaka sijui ngapi. Sunday moja ati siko, sijui siku safiri, sijui hata sikuenda ama wapi. Miaka yote. Na sababu nilikuwa na majukumu singe safiri hata hiyo kusafiri. Mimi ndio chairman wa kwaya. Sema haleluya. Huyu ndiye aliniambia 2025, 2020 ngapi? 2024. Ulikosa Sunday ngapi? Moja. Ukakuja 51. 51 Sundays. Huyu Asha Patrick ndiye alisema alikuja 52 sote. Hakukosa hata moja. 52. Salimia mtu muulize ulienda kanisa Sunday ngapi mwaka uliopita? By the way, last year ulikuja ngapi? Bwana apewe sifa. 27. Kukinyesha huko kanisani, ukikwaswa na bwana yako, umegomea, ni kama Mungu ndio amekukwaza. Ni kama Mungu ndiye amekukwaza. Siku gani shetani ataacha kukuletea majaribu kupitia huyo mume wako? Si akiona nikiwakosanisha Saturday ndio inamsianga kwenda kanisa, mtakuwa mkikosananga hiyo Saturday tu. Saturday ama Sunday asubuhi unaitwa nyang'au. Unarudi kwa mbrangeti, unajifunika na mbrangeti mbili, unalia hapo. Hiyo kanisa siwezi enda, usiende. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Ni mchana wa kukata rufaa. Hiyo maisha si yako. Amen. Hiyo maisha si yako. Amina. Kuna maisha mengine. Yes. Na lazima uwe serious kwa sadaka zako, kwa maombi yako, kwa kazi ya Mungu mpaka maisha ibadilike. Amen. Mpaka maisha ibadilike. Hallelujah. Hii niko nayo mimi, sijatoa kwa baba yangu ama mama yangu. Aha. Mungu amenisaidia, ni kingdom yangu ninajenga. Amen. Ni ufalme wangu ninajenga. Hallelujah. Ni generation yangu ninaanzisha. Kweli. Generation yangu ndio ninaanzisha. Aha. Sijachukua kwa baba yangu hii ya huduma, na ndio huwa ninaenda kwa wahubiri wakubwa kuchukua kitu kutoka kwao. Maana siwezi enda kwa mama yangu nimwambie nina huduma niwekelee mkono, yeye ashiki hiyo. Baba yangu siwezi enda kwake nimwambie sasa niliokoka, yeye mwenyewe hajaokoka. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Ni kingdom yangu ninaanzisha. Ni kingdom yangu ninaanzisha. Amen. Na wewe lazima ubadilishe vitu, uanzishe ufalme mwingine kwa maisha yako. Amina. Si ufanane na babu yako, si ufanane na mama yako mzazi, si ufanane na nyanya yako, ni ubadilishe vitu. Sema haleluya. Amen. Ni mchana wa kukata rufaa. Haleluya. Kaini akasimama akasema, hapana Bwana. Hey. Hata kama nimekosea, hii ni nzito. Ndio. Siwezi kuibeba. Mungu akamweka alama. Kaini akatoka pale akajenga mji. Amen. He built a city. Bwana apewe sifa. Amen. City. Akaita kwa jina la mtoto wake. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Waliokuhukumia kufa tumekuja tubadilishe hiyo. Amen. Waliokuhukumia kuangamia tumekuja tubadilishe hiyo. Yes. Tumekuja tubadilishe hiyo. Amen. Sema haleluya. Hallelujah. Nasema inabadilika. Amen. Nasema inabadilika. Nasema inabadilika. Pati mtu FF mwambie inabadilika. Inabadilika. Mpe Yesu makofi mazuri, maana inabadilika. Mpe Yesu makofi, maana inabadilika. Mpe Yesu makofi, maana inabadilika. Mpe Yesu makofi, maana inabadilika. Mpe Yesu makofi unaposimama. Pigia Yesu makofi wewe wachongwana. Piga makofi kwa Yesu. Hallelujah. We thank you Jesus. Amen. Inua mikono yako juu.